wa Nyerere Udzungwa Wildlife Corridor ambao unaunganisha Nyerere na Udzungwa, lakini unapita sehemu ya vijiji vitatu. Kuna kijiji cha Mang'ula A, kuna kijiji cha Sole, hapo kuna kijiji cha Kanyenja mwisho kule. Vile vile Ushoroba unapita katika msitu wa wanasema Magombera Natural Reserve. Sawa. Kwa ule msitu una act kama vile wanaita stepping stone. Wanapotoka kule wanafikia pale Magombera, wanakaa afu ndio wanaendelea sasa kuja eza huku. Ushoroba huu umepatikana hasa kwa njia ya ufuatiliaji. Yaani hizi njia sio kwamba ni mpya tumezianzisha, hapana. Zile shughuli za ufuatiliaji wa researchers ndio zilizopelekea mpaka kuanzisha hii route ambayo ni permanent route yao. Ushoroba unafanyika, at least umefanikiwa vitu vingi ambavyo kwanza tunashukuru serikali kama mnavyoona mabango, na vile vile hii underpass ni contribution kubwa ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya wizara mbalimbali ambazo zilishirikisha na wafadhili waliofanikisha kupata daraja la chini. Lakini vile vile shughuli zingine ambazo tayari zimeshafanyika ni tumefanikiwa kufanya compensation ya kipisi chote. Watu wamelipa fidia zao na tayari wameachia. Ndio maana huu moto ukiangalia upande utaona miwa, lakini ile eneo tayari ya uhifadhi. Na eneo sofa ambao limeshafanikiwa kulipiwa fidia ni eneo lote la urefu wa kilomita 12.6 na upana average ni mita 150 mpaka 200. Hiyo ni average width. Sasa utakuta kwamba sehemu ambazo kama hizi hazifiki kwa ajili ya kuchannel hawa tembo waweze kutumia hii nini njia ya underpass hii hapa ambao zinaweza kudani. Kwa utakuta baadhi ya sehemu ni kweli zimekuwa naro kuliko ile nani, lakini vile vile kuna baadhi ya sehemu na zenyewe ambazo zilikuwa tayari ziko occupied na watu. The good thing that kwamba ushoroba wetu hamna nyumba yoyote iliyofungwa. Kama vile tembo walikuwa wanapata mashamba mule wanapita, na hii ndio hivyo hivyo tumejaribu kuchukua hizo sehemu ambazo zote ni mashamba. For this is a good thing. Kwa hiyo hamna mwananchi yote alihamishwa, hamna nyumba yote iliyofungwa. Hii ndio ushoroba wetu. Lakini tunafanya patrol za VGS ambao wameajiriwa kutoka kwenye hivi vijiji vitatu, na tulianza na VGS 19 lakini sasa hivi tuna VGS 16. Na hao VGS wanafanya patrol za kila siku. Lakini lengo kubwa na hilo patrol zetu ni kuelimisha, sio ukamataji, sio kama vile law enforcement, kwa sababu tunajua kwamba ushoroba is a new concept kwa Tanzania. Kama regulation tu imekuja 2018. Sawa, kwa wananchi serikali na taasisi tunatakiwa sana tujipite kwenye elimu na watu waweze kuelewa na kuepusha ile migongano, kwa sababu hizi ni kama vile hifadhi za jamii, na ndio hivyo inakazaniwa hata kwenye sheria na regulation. Sawa. Kwa hiyo tuna hizo patrol za VGS ambazo tumewaajiri, lakini tumefanikiwa vile vile serikali imefanikiwa kuweka hizi matangazo kama mnavyoona kwamba hili ni ushoroba, na vitu kama hivyo ndio vitasaidia hata wananchi kutambua vitu kama hivyo kwamba bwana, hii kuna sign kabisa kwamba huu ni ushoroba na natakiwa watu waheshimu na kufanya at least urejeshwaji. Na kitu kingine ambacho kwa kushirikiana na Reforest Africa tayari mnaona miti imeweka. Hii miti haina muda mrefu, hii mnayoiona hapo ni less than 5 years, miaka 3 na nusu. 24 25. Mingi hapa ni 25. Unaona? Kwa hiyo mnaona kiasi gani ambavyo at least kwa utaalamu kwa sisi ingetuchukua yani miaka mpaka kufikia hapa, lakini partnership ni kitu muhimu sana hasa katika mambo ya uendeshaji. It's not one person, lakini kwamba ile many stakeholders much as possible. Kama hichi mnachofanya jambo zuri sana. Kingine ambacho tumefanikiwa kukikamilisha ni ushirikishwaji wa jamii. Tunatoa elimu, tunawaita watu hapo kwenye huo mti huo, na wanapatiwa ile first experience on field kwamba ni nini shughuli gani ambayo tunafanya huko na nini kimekamilika, na tunachukua mawazo yao ni nini, kwamba je hapa tumefikia hapa, je nyinyi mnadhani ni nini kifanyike ili at least
na hii inasaidia katika kuwapa ile ownership, kwa sababu kama wazo lake likitumika humu ndani ya kwamba ile ni yeye wazo la kwake. Lakini vile vile tumefanya kama vile tunaita alternative livelihood, kwamba kwa jamii zile kuzishirikisha kuanzisha vikundi kama hizo VSLA, beekeeping, wengine wanashughulika na sabuni, na sio tu baada ya kufanya ile compensation kwa watu waweka kwenye na vile vile tumewafanyia financial training kwamba wasiwe in order to use those compensation money wisely, na ndio maana kuingia kwenye vikundi. Kwa hivyo unaweza kuona, lakini kwa hizi jamii kwa ujumla wao tuna mikataba nao, tunaita ile mikataba ya kihifadhi, conservation agreement, ambayo jamii zinafaidika at least. Tuna ile baseline ya milioni 10 kwamba inaweza kazidi mpaka milioni 11, lakini inaweza isishuke milioni 4 kwamba wakikosa kabisa. Kuna condition ambazo wanatakiwa wazifulfill, kama vile wasipokata miti kuna pointi zinaongezeka, wakitumia labda hizi energy saving kuna pointi zinaongezeka, lakini kama kukata mti kuna pointi zinapungua. Umeona, wakijeruhi tembo, wakiweka mitego, kila kitu ya wanyamapori pointi zinapungua. So hizo ni condition ambazo tumejiwekea, na hizo jamii wamekubaliana kuweza at least kwa achieve hizo conservation agreement, na wao wanajipatia kipato. So far tumefikia zaidi ya karibuni milioni 50 kwa hivi vijiji ndani ya miaka mitatu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni kwa jinsi gani ambavyo jamii zinafaidika. Kijiji cha Sole wenyewe wanajenga zahanati, kijiji cha Mang'ulaei walijenga zile toilet fit kwa ajili ya wanafunzi na zahanati, na Kanyenja walisaidia insurance, health insurance kwa wazee na vitu vingine. Kwa hiyo bado vinaendelea na bado tunalini. Kwa hizo ni jinsi gani ya kuweza kuhusisha jamii na kuwapa uwezo. Na kitu kikubwa ambacho kipo ni kwamba katika ile management ya hii corridor tunaita ile management committee, wale wenye viti na vitongoji, wenye viti na watendaji na watu wa kata, wao wako ndani ya hiyo management committee. Hii ina faida kubwa. Hii ni shoroba ambayo inaunganisha Nyerere National Park na Udzungwa National Park, na ambao ni kazi za wanamtandao wenzetu wa STEP waliweza kutengeneza shoroba ya tembo pale, na sisi leo kwa kuunga mkono tumeenda kupanda miti 1000 katika lile eneo la ushoroba, na ni juhudi kubwa sana, kwa maana kwamba tunaamini sasa tembo watapita katika njia zao baada ya jitihada kubwa zilizofanywa na za uhifadhi katika eneo lile. Hii inapunguza migogoro kwa kiasi kikubwa, kwamba kwa sasa wameshaachia ule ushoroba wa tembo. Siku zote tunajua tembo anafuata njia yake kwa miaka na miaka. Hizi njia zamani zilikuwa zimevamiwa na watu kwa ajili ya makazi na mashamba. Kwa juhudi zilizofanywa na wenzetu wa STEP wameweza kutengeneza shoroba ile kwa kuwalipa baadhi ya wenye mashamba pale, wamelipa fidia zao, kwa ile shoroba imeachwa. Kwa hiyo sasa na sisi tumeenda kufanya jitihada za kupanda miti pale ili kufanya ile shoroba iwe endelevu. Kwa hiyo sasa kwa kiasi kikubwa migogoro na wananchi imepungua, kwa maana ya kwamba wale tembo wanapita kwenye njia yao na wanaacha kupita katika maeneo yale ambayo yalikuwa yamejengwa wananchi.